our sheep retreat. But now, kwa ufupi, nimekuwa nikisoma Luka mtakatifu ambaye ni mlango wa 4 kuanzia mstari wa 20 na kuanzia mstari wa 18. Amen. Biblia inasema kwamba the Spirit of the Lord is upon me, because he has chosen me to bring good news to the poor. That is one mission of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema the Spirit of God is upon me. Number 1, to bring good news to the poor. So if you are poor and you know yourself you are poor, then you have one who was poor than you, and he brings good news to you, so you are not poor. Bwana Yesu asifiwe. Anasema he has sent me to proclaim liberty to the captives. Yani amenituma na habari njema kwa wale ambao wamefungwa. Na mara kadhaa watu wengi huwa hawatilizi maanani ujumbe huu. Bwana Yesu asifiwe. Most people they ignore this part. But this part is very important. But most people ignore. Amenituma ili nilete habari njema kwa wale ambao wamefungwa, kwa wale ambao wanaona hawajiwezi, kwa wale ambao wako karibu kukata tamaa. And now those people, the Father sent his Son, the only begotten Son, to come and be with us. Those who are wounded, kwa wale ambao wamefungwa. And that's why Paul and Silas knew this part. Ingawa wamefungwa, lakini wanajua kuna yule ambaye ameleta habari njema kwa wale ambao wamefungwa. So already it is us to accept we have a redeemer. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tuende kwa policy kumekucha. Mungu anisaidie. Hawa kanisani najua hata walijaribu kukaa kamati kusema kwamba sasa pastor unahubiri 5 hours na walikuwa wamezoea 1 hour. Sasa mimi nimezoea sasa chama. Sasa mimi nimezoea 5 hours. Wakati 5 hours inaisha, pia mimi nahisi kuna kitu naniambia 5 hours na off. So nawachia hapo. So Mungu anisaidie kwa sababu saa hizi ni saa 8. Tukienda mpaka saa 1:30 nitawadhibisi. Mbona amefanya pale nyuma? Amesema hapa. So naomba Mungu anisaidie saa 1:30 nitawadhibisi. It's okay. Thank you. Christian, saa 1:30. Alafu hakikisha umenichukua umenifikisha kwa mlango hapo. Sawa. Tena watu wa imani. Wengine anaanza kuangalia kwa saa kama saa 1:30 saa hizi saa ngapi? He has sent me to proclaim liberty to the captives and recover all the sight to the blind. The last one, to set free the oppressors and announce that the time has come when the Lord will save his people. Na masaa imekuja wakati Mungu atawanusuru watu wake. And that's why mtangulizi alipokuwa kuna kitu ambacho alisema akajua yeye amegonga nini. Si rahisi Mungu akutese. It is not easy. It is not easy. The problem is katika maisha yetu tumefanya uamuzi ambaye inatuumiza sisi.
But it is not easy Mungu akutese. And that's why wanasema tumeumbwa kwa mfano wake, on his image, so tunafanana na yeye. Lakini sitaenda kule kwa sababu ya dhambi tulizozifanya tangu kuzaliwa kwako. Wakati ulijua dhambi ni nini, hapo ndipo waliweka mpaka. So to access the throne it is hard. Ndio maana wakatoa mwanae wa pekee. Sidi kuja kidogo. Kamera imekuja kidogo. Bora uhakikisha kamera isianze kuchukua kitambaa. Mungu akusaidie. Kipoti, kuja kidogo. Leo hata kama nakuchokesha, I'll give you breakfast, stroke, transport. Amen. Nuache wewe utakupeleka pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa huyu ni mtenda dhambi. Bwana, au kwa kwako. Na huyu ni Mungu. Huyu ni Mungu. Ukae kama Mungu. Na huyu ni Yesu. Hebu kama Yesu. Thank you. Tupe makofi mazuri. Sasa ni pamoja. So hata katikati kulikuwepo na mwanya mkubwa. So ukubalike hapa, ilibidi upitie hapa ndio ufike hapa. Bwana Yesu asifiwe. So ni vigumu sana huyu kuangamiza huyu, kwa sababu alikuumba kwa mfano wake. Ndio maana akamtoa mwanae wa pekee ili ya kwamba afie dhambi zake. Sasa ni huyu kukubali, I have a redeemer, mtu ambaye amenunua dhambi zangu zote. So ni yeye akubali. Ndio maana tunapitia hapa, alafu tunafika hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumpigie haya mama makofi mazuri. Tutawasimamisha. And that's why, because he has set us free, it is us to accept we have someone who has set us free. Jamani, nikirudi kwa kitabu ambacho tunacho kusoma kwa haraka. Sisi sasa kitabu gani? Sisi sasa kitabu gani? Sasa tunarudi kuniuliza. Matendo ya Mitume mlango wa 16. Nimetamani kusoma kuanzia mstari wa 25 hadi 28. Acts of Apostles 16 number 25 up to 28. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Ndio maana mwenzako amesema hapa amechukua kamera hata yeye aenda apelekeko wengine. Na wengine wajue City Center ulikuwa unalala na unacheza. While listening to them, suddenly there was a violent earthquake which shook the prison to its foundation. At once all doors opened and the chains fell off of all the prisoners. The jailer woke up, and when he saw the prisoners' door open, he thought that the prisoners had escaped. So he pulled out his sword and was about to kill himself, but Paul
shouted at the top of his voice, don't harm yourself, we are all here. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikatangulia kwa kusema watu wengi wakiwa kwenye shida, watu wengi ukata tamaa. Watu wengi wakiwa kwenye shida wanaanza kufikiria ya kwamba ni kama watu wengine hawajawahi kuwa kwenye shida kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. And that's why tutaanza kuulizia wenzangu. Lakini nilipokuwa nikisoma haya maandiko na nikaona hata Yesu yeye mwenyewe kuna zile changamoto alizopita ndani. Bwana Yesu asifiwe. But he knew how to deal with the devil. And that's why Paul and Silas knew how to deal with the devil. Hello? Hello? Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ufupi tu, Paulo anajikuta wako gerezani, lakini kuna ibada zingine walizokuwa wamezifanya, na hizo ibada zikafanya wakatiwa baroni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. There was a time when he was in Lystra, na pale akihubiri akafika katika jamii moja ya Timotheo. And this is a part of journey of Paul towards ministry. Katika dunia hii hata ufanye mazuri sio watu wote watakupenda. Bwana Yesu asifiwe. You will not please everybody whether you do good or bad. Hautapendeza watu wote. And that's why Paulo akipita kule Lystra anakutana na jamii ya Timotheo. Na hao watu wanaanza kusema mazuri kwa ajili ya Timotheo. Rona na start tu nikitaka kuuliza my friend. Nitauliza mahali unashiriki. Watanipea habari yako yote. So wao wakaanza kusema habari kuhusu Timotheo. Na sasa Paulo akataka kumtahidi. In other words, kumfanya the follow. Bwana Yesu asifiwe. Na lakini akiendelea na huduma, kuna sehemu ambayo walifika na Roho wa Bwana akakataa wasihubiri ile nchi. Kuna vitu vingine hata mahali unafanya kazi, Roho alikataa kitabu. But you have never discovered. Lakini alikataa kitabu. That's why it is easy, you get salary. But since you have worked for 10 years, hata kiatu kupata kitabu. Kisa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama chama nilisema watembea kama wenye wako na pesa. Wako na pesa and that money that not helping them. So the Holy Spirit akawakataza. Katika yale maeneo hawana kuhubiri chochote kwa sababu Roho Bwana alikataa wasinene hiyo nchi. Maybe the praises are not here. Sometimes you face, you went somewhere. Unajaribu kuimba wimbo inakataa. Unajaribu wewe umejaribu kupeleka Sodoma, wewe unaenda Kongo na yaani mpaka mmeendana na wao mpaka mwisho umesema tumefika. Lakini sometimes unafika kwenye jukwaa, unaimba wimbo wa kwanza hata isikiki. Mpaka mnaangalia keyboard ni kama keyboard zimepotea. Bakurudi mwambie fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Uzuri nimepata wangwana wazuri hapo mnawafanyaga hivi alafu anaenda tu na wewe. Pata mtu kama usijui. Takutoa kitu kwa macho. So sometimes the Holy Spirit anakataza kwa mtu fulani wachana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na lakini wende wazee wakitoka wakipita Galatia, wakitoka wakisoma sehemu zingine, sauti ya Bwana ikamkujia Paulo. Akasema nimeona sauti ya mtu ikiniambia niende Makedonia,
wanaelekea kule Makedonia. Wanapofika Makedonia, anafanya mapenzi ya Mungu kwa hali ya kuhubiri neno la Bwana. Wakati anahubiri neno la Bwana, kuna yule mwanadada aliyekuwa na pepo ya kutabiri. So kuna kutabiri hapo wengine bwana dia mapepo. Hayai. Sio wale wanatoka kwa mti. Kama nitakwambia nasikia kitu kitoka kwa mguu, nikisonga juu hata wewe unafikiri namna gani? Lakini kwa sababu wewe uko kimwili, unakubali unasema hata nikilala nasikianga tu nikijikuna. Bwana Yesu asifiwe. Now, lakini huyu mwanadamu Paulo alipogundua ni pepo liko ndani mwake. So Paulo ilibidi amshughulikie. Wakalikemea lile pepo likatoka. Lile pepo kutoka ndicho chanzo cha vita kilichofanya Paulo akajikuta gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nini? Watu walizoea kupata faida kupitia kwa huyu mwanadamu. So watu wanapata faida kwa jina lake. The challenges that you have, people have invested on your challenges. Lakini Paulo alipoliondoa, ilibidi wakae chini kwa sababu biashara faida inaanza kuanguka. So wakawachukua, wakawashika, wakavua mabasi yao, wakawatandika minyeni vizuri, baadaye wakapeleka kwa mikono ya askari, wakipeleka kule gerezani. Askari kaona hawa watosi, akaingiza ndani kabisa. Hivyo ndio watu wa Mungu kupitia kwenye moto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But the Bible is clear. Nataka kumaliza. Nimemaliza. At the midnight, wakati kila kitu kimenyamaza, wakati taa zimezimwa, hawa jamaa hawakuzima sauti zao. Wakati kila kitu kimenyamaza, hawa wakasema sisi hatutanyamaza. We shall do what we want to do because we know the person we are doing to. Bwana Yesu asifiwe. Tunafanya kitu ambacho tunataka kufanya kwa sababu tunajua yule ambaye tunamfanyia. Ikiwa wanamfanyia Mungu, walifanya kwa vyovyote because they know. Ninashukuru kwa vijana watatu ambaye ni Meshaki, Shadraka na Abednego. They came at a point, ingawa kuna majeraha, lakini wao wanasema ndio ni wao, sisi hatutainamia Mungu hii. Na hata kama umetoa sheria, tuko pia na sheria ya Mungu. Ikiwa mtakutia hata jinsi mnavyosema, hata kama mtawakisha moto, tuwekeni ndani. Lakini sisi hatutaabudu kwa miungu hii. Na sisi tunajua aliye juu mbinguni atatuokoa. Na kama hatatuokoa, hatuamini miungu hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu walijua, even if he will save us, yes. Even if he will not save us, he is still the Savior. He is still God. He is still the Redeemer. So wakati mwingine mwenzako akifurahia, shukuru Mungu. Mwenzako akipata kibali, shukuru Mungu. Let me tell you the truth. There are things I've prayed for. Nipate. Up to now, even it's almost 10 years. Sijapata. Na viko. Lakini naona watu wengine wakipewa. Sasa hiyo maombi nilikuwa akina Meshaki, Shadraka na Abednego. There are things I've prayed for, but I have not received. But I have seen others receiving those things.
But the Bible is clear. Linasema ilipofika usiku wa manane, hiyo ndio wakati Paulo aliamua kumwinulia Mungu juu, kusema jinsi alivyo Bwana, jinsi anavyoweza, jinsi yeye mtakatifu. They never complain. And one thing, let me give you a secret. Tumepoteza muda mwingi kwa kulalamika. And that's why most marriages fail, because we waste time arguing between the husband and the wife. And the devil, mkisema waka kesho mtajenga. Inafikanga tu wakati sasa mnataka muende kujenga, hapo ninakuja katikati. Biblia ina mkono jana sema mimi narudi kwetu. Unashiriki sisi kwa tumepanga twende. Anasema narudi kwetu. Kama ni nyumba kana. It buy times. Unapata muda umepotea. So most Christians fail in life just because of time. Bwana Yesu asifiwe. I just wanted to share with you between alafu tuombe katika jina la Yesu. Importance of joy at the midst of suffering. Umuhimu wa furaha katikati ya mateso, ama umuhimu ya furaha ndani ya mateso. Worship is a powerful weapon. Worship is a powerful weapon. Ni silaha. They choose to sing hymns instead of complaining. They choose to worship God instead of complaining. Ingawa haya jamaa wako na majanga ni mizao. Ingawa ni zao zinauma. Ingawa wako na vidonda. Ingawa damu inatoka. Lakini they never dwell on the wounds that they have. But they decided to sing hymns. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Waliamua kumwimbia Mungu, waliamua kumsifu Mungu, ilhali katika mwili zao wako na majeraha. And that is what they choose. Despite their bleeding, but they never complain. They never argue with one another. They decided to sing hymns. That is the two people who are in jail. God moves in the midst of praise during the earthquake. Otherwise, Mungu akusaidie sana. At least kwa maombi ambayo unaomba uone kitu kikitendeka. Ndio utajua Mungu ako pamoja na wewe. Praise the Lord. In your prayer, any prayer that you pray, it is my prayer the Lord to intervene in, and you yourself to be the witness that the Lord has done it. Amen. And that's why during the time they were singing hymns to God, it was the time that then God to reveal himself to them. Yaani wakati walikuwa wakimwimbia Bwana na kumsifu, ni wakati wa Mungu na yeye alitaka kudhihirisha kwao, niko pamoja na nyinyi. Ndio nilisema, na misingi ya gereza ikaanza kutikisika, na minyororo ikaanza kukatika, na milango zikaanza kufunguka zenyewe. That is a great miracle of God. Bwana Yesu asifiwe. And that is the result of prayer. And that is the result of the way they worship God. So in prayer there is a result. In singing there is a result. Na wacha nikuibie hii bure. Wakati
umepewa nafasi hata ya kuimba kanisani, jua ya kwamba Mungu akusaidia. The song that you sing iwe imebeba manukato ya Mungu. Najua saizi tunabadilisha. My friend is not here. Jambo Mose. Sebene iko namna gani? Iko sawa? Now we have changed the dimension. Tumebadilisha mtindo. And that's why we have come with the new songs. And that new songs, they will mess with our life. Totally mess. Yes, they are good. Again, go and check the source. Najua nyimbo za kitambo zilikuwa zinabu. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba wa wakanga, mwamba ni Yesu. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Bwana, na wale wachungaji wa kitambo wenye walikuwa kutembea na baiskeli na kamfuko hapa. Wakichukua ngoma ile ilikuwa ya chapati, wacha sisi tumekuja na mdongo. Ile ilikuwa ya chapati. And the Holy Spirit moves. And Roho wa Bwana anashuka. Na kwa imani Roho wa Bwana anashuka. Saidi Mungu amenisaidia, nimekutana nako na kina Mose mpaka wamefanya, unarudi tu sasa. Mafuta inaisha tu yenyewe, wanakuambia fanya hapo, unakwambia fanya hapo, imani unakwambia unajikuja ukirudi kulala unashukia ni saa 3. Una Yesu asifiwe. Leo tu nijaniambia kitamba. Hata wakati sema umeona tutoe nikafikia ndaka kuniambia nikaanza mapema. Maana nimezoea. Lakini Biblia inasema walipofika kumwimbia Mungu, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. So kuna watu wanakusikiza kitu ambacho unafanya mbele za Mungu. Kuna watu wanakuona kitu ambacho unafanya mbele za Mungu. Sasa ujue kitu chenye unafanya hapo, either you will make someone to receive salvation. Yesu asifiwe. Wakati tunaambiwa simamia matangazo, simamia ushuhuda. The way you will lead ushuhuda, you will make someone to receive salvation. Yesu asifiwe. So, unapopewa nafasi ya hii, uombe Mungu sana. Roho wa Bwana akusaidie. But I've seen most people failing wakifika hapa. I've seen watu wengi wakifika hapa na Mungu anachukua wenye wako navyo vyote. Kifika hapa. And then there people, linasema, during the time that they were singing and praising God, the other prisoners, wao ni wafungwa, lakini hawa hawakupitia kwa nyimbo zao, wengine walikuwa wakiwasikiza. Sikuwa najua kuomba. I didn't know how to pray. Nilipokuwa ningali kijana barabara. And I thank God, tulikuwa na mzee mmoja alikuwa anaitwa Simeon wetu nyumbani. It ended a time mchungaji wetu akihubiri ambaye ni late Kawoji. Akimaliza kuhubiri, hata sijui wao wazee wali sisi tulichoka ukifanya hiyo utafukuzwa. Alikuwa anapenda kutembea na kale ka Biblia, ka New Testament peke yake. Sasa nyinyi mnaona tuende kwa tu mahali hapo, mnashindwa huyu pastor anabeba Biblia kweli. Akisimama anakuja hapa na anatoa ka Biblia kale ka New Testament ambao ameandika do not sell. Bana wanajua mnaibanga Biblia za wengine mnauza. Ndio maana ukienda Livarodi kule utanunua Biblia kule, kifika nao kanisani ukifungua unapata ni jina la mtu. Sasa unashindwa. Can you Testament then anaanza kuhubiri.
watu wakiomba. Mimi nilikuwa nawaangalia kama ni gari kijana mdogo. Shida yako nawaangalia ndio uko na 30 years. Ungekusaidia. Aenda chini kawaambia sana ya Bwana, wakafika katikati ikakuwa. Now, sasa tulipokuwa tuko mbele, Malaika anasema watu wapige magoti. Sasa nilikuwa napenda kupiga mahali Simeon yako. Sasa yale maombi ya damu Simeon alikuwa akiomba. Hayo ndio nilikuwa nikiomba. Simeon akisema Bwana, bariki mke wangu. Na mimi nasema Bwana, bariki mke wangu. Kisema Bwana, bariki watoto wangu. Na mimi nasema Bwana, bariki watoto wangu. Because I didn't know how to pray. And I found somebody who knew how to pray. So yale nilikuwa kisema, mimi nilikuwa nayasema. Until siku moja alipokuwa upset. Tena basi akasema, "John tukuje mbele." Na tukakuja mbele. Alikapiga magoti mahali mzee Simeon alikuwa akipiga. Na nikamwambia tu nikumbushe maombi ya Simeon. Yeye alikuwa akiomba na mimi nitayaomba. Na vile alikuwa anaanza, hivyo ndio nilianza. Eventually that mzee died. Sasa ikabaki yeye peke yake na Mungu. And I looked to God nikamwambia, now change my prayer. Then to understand who is me. And that prayer to be my prayer, that now I'm asking you to give me, to teach me to know how to pray. Si vibaya kwenda kuuliza pastor yako nifundishe kuomba. Si vibaya. And that's why it was easy. Wanafunzi wa Yesu waende wamwambie sasa Bwana tunatembea na wewe. Na lakini tufundishe jinsi ya kuomba. Na akamwambia mtakapoenda kuomba, anzeni na kumsifu Mungu. Kwa sababu kupitia katika sifa Mungu anashuka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaketi katikati ya sifa. Tukiimba Mungu anashuka. Mungu anaketi katikati ya sifa. Tukiimba Mungu anashuka kutuokoa. Imba, imba, imba. Ukiimba Mungu anashuka kutuokoa. Imba. Najua hiyo mosaki, lakini nikisema kitambaa tungeenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu katikati ya sifa Mungu anashuka. And that's why akaambia wanafunzi wake, mtakapoanza kusali, semeni Baba yetu aliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Hiyo ni kumsifu Mungu. Baada ya kumsifu Mungu, then you come to a request. Ya sasa shida wewe unaanza na request. Kabla ya msifu. Hiyo ndio shida. That's why during the time of prayer umepanga request mingi.